Bana, karibu sana Moonlight Lodge. Hapa leo ndo nipo. Mimi naitwa Kazungu Bakari, speaker wa wananchi, na kukaribisheni sana. Leo na jambo moja napenda nizungumze kuhusiana na mchungaji IPM. Mchungaji IPM alisikika akizungumzia kukejeli wale ambao walikuwa wanafanya miujiza mbalimbali kwa mafuta na nini. Kwa maana kuna wachungaji matapeli, wanawatapeli wananchi wao, yani kwa maana waumini wao. Na pia amesema amekuwa akiwa baadhi ya wachungaji wamekuwa akiwaroga kwa maana wale wanaofanya ibada pale. Kwa hiyo kwa maana ya waumini wao, baadhi ya wachungaji wamekuwa akiwaroga ili waendelee kuwapuna pesa. Ni maneno ambayo ameyasema IPM. Sasa leo ningependa kutoa majibu ya mazuri sana, nikiwa nimetulizana kwenye upepo mzuri wa Moonlight Lodge, nijaribu kumjibu ndugu yangu IPM. IPM lazima atambue imani ni matakwa ya mtu. Kila mtu anaweza akaamini chochote tu. Yaani kila mtu kwa sababu kapewa akili anaweza akaamini chochote. Kuna watu wanaamini juu ya Ukristo kwenye upande wa mafuta, kwenye upande wa mwingine wanaamini hadi leso za watumishi. Kwa swala imani kuna wengine wanaabudia miti, unajua. Kwa hiyo katika utaratibu wa imani tunamwachia mtu na akili yake. Usitake kutengeneza mazingira ambayo kana kwamba watu hawana akili. Wako walioamini, wameamini Uislamu, Mungu mmoja, hakuna kumshirikisha. Hao ni watu walioamua, na ni wanadamu hao, wametumia akili zao kuamua. Na wako wa Kristo vile vile wanaamini juu ya utatu wa Roho Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kuna wengine wanaamini juu ya Yesu kuwa ni mwana wa Mungu, wengine wanaamini Yesu ni Mungu kabisa. Kwa hiyo ni matabaka kutokana na akili za watu. Kila mmoja kama unavyoona kwenye vyama vya siasa, kuna watu ambao wameamua kwa Chama cha Mapinduzi, kuna wengine wameamua kwa Chadema, kuna wengine wameamua kwa NCCR Mageuzi na vyama vingine. Kwa hiyo huwezi kuanza kutengeneza mazingira ya kuwakashifu wenzako wakati wewe mwenyewe juzi hapo ulikuwa unauza mafuta ya dhahabu. Au sio wewe IPM wewe? Wewe uliambia watu kuna mafuta ya dhahabu yatawafanya wafanikiwe kwenye biashara. Leo sasa hivi unajifanya wewe tena unawaambia wenzako kwamba wamepotoka. Bwana, mbona unakuwa kama wanasiasa? Si uamue tu vue jezi. Njoo kwenye siasa huku. Sio unakuwa mtumishi ambapo ukiona wenzako wanavuna mahela mengi, unajifanya wewe unafanya about turn. Hakuna mwanadamu mjinga ambaye anafanya jambo bila manufaa. Kwa hiyo kama wao wameshindwa kuwashawishi watu wako kwenye njia hiyo ya kwamba mafuta yanasaidia nini, sasa ni wewe tu. Wenzako wametumia technique wanazozijua. Kama wamewadanganya waumini wao, wamefanyaje, lakini wamekubali waumini. Alafu hata hivyo ningekuamini 100% kama wewe mwenyewe usingetangaza mafuta. Umekwenda kwenye issue yako ya issue ya kuchinja sijui nini, umeona waumini wamekataa, unaanza kuwapigia wenzako mawe. Nisijawahi kuona Wakristo wakianza kuwa na issue zao za kuchinja. Wao mwaletea mila za kuchinja wanyama, mbuzi na nini, makafara. Umeona goma limepoa. Sasa hivi tena unaanza kuwakaba watumishi wenzako kwamba wanawatapeli watu. Wewe mwenyewe unataka kama vile kuwadanganya watu kuhusiana na kuchinja. Afu ukaona goma limebuma lile. Baada ya kuona goma limebuma unaanza kuwasema kina Mamposa. Maana ulikuwa unakusudia kina Mamposa. Kila mtu na kibali chake ambacho Mungu amempa. Kwa hiyo nikumbushe ndugu yangu IPM, pambana na hali yako ndugu yangu. Pambana na hali yako. Unajua wewe mjanja sana. Mafuta unasema hayafai. Wewe mwenyewe una mafuta ya dhahabu, tumekuona nayo. Unawaambia watu ili watakasishe biashara zao, wawe na biashara nzuri, wafanikiwe kwenye maisha, waje kuchukua mafuta ya dhahabu. Yale mafuta ya dhahabu yalishia wapi? Ndugu yangu IPM. Maana umeenda Wasafi Media pale, umejiachia Wasafi Media, unaongea tunadhani watu hatukujui. Katika hii dunia unahitaji kuheshimu vitu viwili vikubwa. Kwanza Mungu, lakini pili teknolojia. Iko video yako ninayo ukiuza maji ya dhahabu, au sio? Mafuta ya dhahabu, kwamba waumini wako waje kupata mafuta ya dhahabu wafanikiwe. Leo hii unakwenda Wasafi Media unaanza kusema kuna maaposto, wachungaji matapeli wanawaroga waumini wao. Waumini wamekuwa masikini, wao wachungaji wamekuwa tajiri. Wewe tajiri wewe hutaki. Kwa hiyo wewe sema tu labda unataka kuwatapeli waumini wako, wamekuchukia.
Yaani waumini wako wamegoma kwa ufupi. Sasa wale waumini ambao wamekubali kutapelika waache, kwa sababu wewe mwenyewe utakutapeli. Ingekuwa wewe uko innocent guy, ni mtu ambaye huna shida kabisa, tungekuamini kupitia maneno yako na kwa vitendo vyako. Sasa you are talking through words but in action you are nothing. Unaongea kupitia mdomo lakini kwenye matendo wewe ni kitu tofauti. Kwa hiyo IPM acha kuwadanganya watu. Wewe utakuuza mafuta ya dhahabu, mafuta ya dhahabu yamegoma. Umeambia watu waje kuchinja wanyama ili wafanikiwe kimaisha. Kuchinja kwa wanyama kumegoma. Sasa hivi tena unaanza kusema wachungaji wana matapeli, wanawarubuni watu. Wewe mwenyewe unataka kuwarubuni watu, jambo limekataa. Kwa hiyo IPM acha mambo yako bwana. Acha mambo yako bwana. Afu wewe tu bwana, hebu simama kwenye dini moja. Unataka kuwa Muislamu, kuwa Muislamu. Kuwa Muislamu. Maana unachanganya, unaingia kanisani, mara unaweka mambo ya dini mule, unachanganya. Wakristo wenyewe wanashindwa wanajiuliza, bwana wewe huyu jamani, mbona kama popo? Hajulikani ndege au mnyama. Wewe kama utakuwa baridi kuwa baridi, utakuwa moto kuwa moto. Ukitaka kuwa Muislamu kuwa Muislamu, ukitaka kuwa Mkristo amua kuwa Mkristo. Maisha yanaenda. Sasa wewe unachanganya dini mbili kwa wakati mmoja. Haujapatapo hata siku moja kuonekana unanukuu Biblia, yani Injili, neno la Mungu unalinukuu, unalitolea ufafanuzi. Yaani unaongea mwenyewe tu. Umekuwa kama motivation speaker. Tukueleje ndugu yangu IPM wewe? Haya nakwambia, najua ni maneno ya ukweli 100%. Acha kufanya usanii. Wewe kama umeshindwa wewe. Wewe kama unaona wenzako wanadanganya, na wewe danganya. Wewe sio unatapeli, na wewe tapeli. Sio una kazi ya kusema hivi na unawaumiza wenzio, unawasema wenzako vibaya kwa sababu umeona wenzako wametoboa. Tunajua sasa hivi watu sasa hivi wanarubunika sana na false prophet. Kwa maana manabii wa uongo wamekuwa wengi sana. Wengi sana. Including you, na wewe pia ni nabii wa uongo. Kwa sababu uliwaaminisha watu kwenye mafuta ya dhahabu. Ulikuwa unauza mafuta ya dhahabu ya watakase watu. Don't you remember it? Au umesahau? Kama you are not a false prophet, kwamba wewe sio nabii wa uongo, yale mafuta uliyapata kwenye maandiko gani? Just tell us. Na hao unawalalamikia wanauza mafuta mabaya. Unawalalamikia kwa utaratibu gani? Kwa hiyo tuacheni, inaonekana tu unachoyo brother, yani una roho moja mbaya. Watu wachague wenyewe. Kama mtu kaamini kutapeliwa kwa mafuta, na yeye ni binadamu, ana akili zake timamu, anaona kabisa kwamba hivi mafuta yatanisaidiaje mimi? Kaamini mafuta yanamsaidia, au mchele, wengine hadi mchele, wengine kama ulivyosema mwenyewe wanadanganya kiku na mate ya Yesu. Yesu mwenyewe ameshapaa mbinguni, juma mate ameyapata wapi? Kiboko cha Musa sijui. Wewe umesema yote. Sasa hilo ni genge la manabii wa uongo, lakini including na wewe, kwa sababu wewe mwenyewe ulishakuuza mafuta. Bwana, naomba majibu ya haya ndugu yangu IPM.